Haleluya. Wazazi peke yao. Haleluya. Niona Adventure naye kasema amina. Haya, wazazi peke yao. Haleluya. Wow. Adventure peke yao. Haleluya. Mabalozi peke yao. Haleluya. Wow. Haya, vijana wakubwa peke yao. Haleluya. Wenye tukio lao Pathfinders. Haleluya. Mwambie rafiki yako, rafiki. Sisi hatuchoki. Tuko na Yesu. Mbona yeye hajakwambia? Mwambie hata yule mzazi, mwambie rafiki. Sisi hatuchoki. Tuko na Yesu. Naomba nisome kwanza maandiko matakatifu alafu ndipo niendelee na salamu zingine. Kitabu cha Zaburi 138 na mstari wa 8, Biblia inasema, Bwana atanitimilizia mambo yangu. Sema mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele. Usiziache kazi za mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Bwana atanitimilizia mambo yangu, halafu fadhili zake ni za milele. Naomba ile ufungu tuendelee kukaa nalo kichwani. Mchungaji wetu wa mtaa, wazee wetu wa makanisa wote waliofika hapa, mratibu wetu wa jimbo, waratibu wetu wa kanda, washiriki wa kanisa la Mbagala na makanisa mengine, wavumbuzi, mabalozi, vijana wakubwa, SYL, Master Guide, CMT mafunzoni na wengine, bila kusahau watafuta njia. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo? Nyumbani hawajambo? Kama una furaha, mshike rafiki yako, mwambie na kaza mwendo mbinguni. Tumeimba wimbo wetu ambao ulikuwa unatoka kitabu cha Kristo, wimbo namba 73, wimbo uliokuwa unasema na kaza mwendo mbinguni. Kwa kweli miongoni mwa nyimbo ambazo leo zilinivutia sana ni huu wimbo unaosema na kaza mwendo kwenda wapi? Mbinguni. Niliwaangalia leo wavumbuzi walivyokuwa wanakaza mwendo, hawachoki, wanatembea na kutabasamu. Nikawaona leo watafuta njia walivyokuwa wanatembea, wanapiga hatua, hawachoki. Nikawaona baadhi ya wazazi waliokuwa wanatembea, wanakaza mwendo, wanapopinda kona wanakaza mwendo, hawachoki. Niliwaona leo mabalozi waliokuwa wanatembea, wako mstari wa mbele, wanaenda nao walikuwa hawachoki. Niliwaona baadhi ya Master Guide na wachungaji walikuwa wakitembea, wanakaza mwendo, hawachoki. Ninakwambia habari njema, wale ambao hawachoki, wanaokaza mwendo, ndio vijana wa Pathfinder wenye kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kijana asiyekuwa na kusudi hawezi kutembea mwendo mrefu. Wale wenye makusudi ndio wanaotembea mwendo mrefu wakivumilia bila kukata tamaa. Wenye makusudi ndio wanaokuja kwenye ibada, wanakaa hata kama ibada imechelewa kuanza, wanatulia, wanasikiliza neno. Sema amina. Mtu asiyekuwa na makusudi hawezi kufikia lengo lake. Kwa nini? Kwa sababu hana makusudi. Hata wale wanaojiandaa kwenda mbinguni ni wale ambao wamejiwekea makusudi katika maisha yao. Ndio maana
unasema mtafuta njia au watafuta njia wenye nini? Makusudi. Hebu niseme useme kwa sauti. Watafuta njia. Watafuta njia wameniangusha. Niende kwa adventure huwa nawaaminia. Watafuta njia. Amina sana. Mkienda nyumbani mkawaambia walimu wapatie zawadi. Mabalozi watafuta njia wenye makusudi. Ubarikiwe sana. Haya sawa, watafuta njia wenye makusudi. Wapendwa katika Bwana, washiriki wote pamoja na watafuta njia, tunaposema na kaza mwendo mbinguni, ni kauli yenye msukumo wa kiroho inayotokana na mafundisho ya Biblia, hasa mtazamo chanya wa kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe sasa. Baba Mungu uliye mbinguni, katika ibada ya leo ninakusihi uzungumze pamoja na watoto wako, usiwapungukie tena, katika jina lako Yesu, amina. Amina. Kwa miaka kuanzia 10 watafuta njia wamekuwa na makusudi yao. Wa miaka 11 wamekuwa na makusudi. Wa miaka 12 wamekuwa na makusudi. Nikimtaja unataja jina lake. Wa miaka 10, sema rafiki, wa miaka 10 wamekuwa na makusudi. Wa miaka 11 wamekuwa na makusudi. Wa miaka 12 wamekuwa na makusudi. Wa miaka 13 simamizi wamekuwa na makusudi. Wenye miaka 14 msafiri tuliyesafiri naye leo amekuwa na makusudi. Na wa miaka 15 nani? Naye amekuwa na makusudi. Mwaka mzima tumekuwa tukitembea huku tukiwa na makusudi. Ndio maana katika kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 13 hadi 14 inasema, ndugu, sijizani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau ya nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikie tuzo ya mwisho, ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa marafiki zangu watafuta njia, kila mwaka unapoanza tunaanza kukaza mwendo polepole. Tunakaza mwendo polepole, hatuchoki. Ndio tunapitia mengi humo njiani, tutajifunza, lakini bado tunaendelea kutembea na kutembea na kutembea na kutembea. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo anakuambia, mwanangu, usisinzie, amka usikilize neno. Kwa hiyo Yesu Kristo anakutia nguvu. Na kaza mwendo sio kulizika na hali tulionayo kiroho, bali kuendelea kusonga mbele kwa imani. Tunaposema na kaza mwendo, sio kulizika kwa kujibu hoja za lesoni asubuhi, kwamba mimi nachangia sana lesoni, hapana, bali ni kila siku kuendelea kujiimarisha kiroho. Ndio maana watafuta njia katika sheria zetu na katika makusudi na vitu vingine tunasema kushika somo la asubuhi na kufanyeje? Na kuomba. Kwa bahati mbaya siku hizi wazazi hatuombi na watoto. Mzazi anaamka saa 10 kamili, anaondoka kwenda kazini, anarudi saa 4 kamili usiku, mtoto akiwa amelala. Wiki nzima wanakuwa na siku moja tu ya maombi ya asubuhi, ambao ni Jumamosi asubuhi. Yaani watoto wakimwona baba mpaka wanawaza ni anko au ni baba. Maana wiki nzima hawamuoni, ibada hawafanyi naye siku zote. Sasa tunawezaje kukaza mwendo na watafuta njia kama hatujawa tayari kujihusisha na mambo ya kiroho, hasa kusoma neno la Mungu? Maisha ya Kikristo ni mwendo wa kupanda mlima. Wanaotafuta kufikia kilele wanapaswa kusonga mbele daima. Ni pale tu wanaposonga mbele, kupanda, kushinda, ndipo wanapoweza kufanikisha kusudi la Mungu maishani mwao. Nilikuwa naangalia leo vijana wale waliokuwa wanatembea, wamejikaza, wanasonga mbele, wanasonga mbele, wanasonga mbele, hatimaye wamezunguka na kuzunguka na kuzunguka, wakafika kanisani salama. Wale wazembe tuliwaacha wakiwa wameweka miguu juu ya viti, tena wengine walikuwa na chati. Pathfinder anacheza game siku ya Pathfinder Day. Unawezaje kufika hitimisho
kama unacheza magame siku ya ibada? Unawezaje kuwa imara kama wenzako wako tayari wanasafiri, wewe umekaa karibu na mama unaomba maji ya kunywa? Unawezaje kuwa imara ufike salama kama unatafuna Big G kwenye ibada? Mbia mchungaji, umeniona? Sijakuona. Ila tunachotaka ni nini? Ni vijana wetu ambao wana makusudi wawe imara tunapoenda, wakati tunapokuwa tukienda pamoja ili kufikia lile hitimisho letu. Kwa hiyo marafiki zangu watafuta njia, tunaposema na kaza mwendo, ni wito wa kila mmoja wetu kuishi maisha ya uaminifu. Sema uaminifu. Bado sijamsikia mtafuta njia moja. Ni kuishi maisha ya uaminifu. Ndio, ni kuishi maisha ya uaminifu, tukikazia macho yetu kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unakazia macho yako kwa nani? Mwingine hapa anakazia macho yake kwenye kababu, mwingine kwenye sambusa. Anapoenda shule anakazia macho yake kwenye mihogo. Kazia macho yako kwa Yesu. Leo tunatamani kumwangalia tu kwa muda mfupi sana kijana mmoja ambaye kati ya vijana 8 na yeye alionekana kati ya vijana 8 katika familia ambao walikuwa wanasaaminika sana, yeye hakusaaminika. Kati ya wale vijana 8 katika familia ambao siku moja walionekana wakiwa wasafi, yeye alionekana kuwa mchafu, lakini kwa kuwa alikuwa na makusudi alikuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huyo kijana alikuwa ni nani? Alikuwa ni Daudi. Daudi, wakati Yese akiwapitisha wanae mmoja mmoja ili basi mmoja wao achaguliwe kuwa kiongozi mzuri, akapitishwa wa kwanza. Samueli alipoangalia akasema hapa sijaona. Akapitishwa wa pili, akasema sijaona. Akapitishwa wa tatu, akasema sijaona. Akapitishwa mwingine na mwingine na mwingine. Sikiliza, kakaja katafuta njia kamoja. Sema kalikuwa na majasho. Sema kametoka kwenye maandamano ya watafuta njia. Sema kalipopita. Sema Bwana akasema ni hako. Sema ndo mimi. Taja jina lako kwa sauti. Ndo mimi. Nimesikia tu Naomi. Sema ndo mimi. Ndio. Kwa hiyo wakiwa wanapita watoto wote ambao walikuwa wamekaa tu nyumbani wanazubazuba, kakaja kijana kamoja ambako alikuwa ka Daudi, kametoka huko kana majasho, kanaonekana kama kamechafuka. Kalipofika Bwana akasema huyu ndiye ninayemtaka. Ninatamani leo watafuta njia ambao mmekuwa katika shughuli zenu za hapa na pale, Bwana aseme wewe ndiye anayekutaka. Sema amina. Nani anatamani Yesu aseme wewe ndiye anayekutaka? Nani huyo? Wewe ndiye anayekutaka. Na kama Yesu ndiye anayekutaka wewe mtafuta njia, yapo mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakitukatisha tamaa. Naomba niyasome kwa haraka sana maana muda wetu umesonga. Yapo mambo ambayo yamekuwa yakitukatisha tamaa. Atakaye akalili yote baadaye anione. Namba 1, mitindo ya maisha ya kifahari. Mtafuta njia pamoja na wazazi na wavumbuzi na mabalozi, ipo mitindo ya maisha ambayo imekuwa ikitusomba. Tukiona vijana wamevaa vizuri, tunakuja tunaona wengine wamevaa sketi vimino. Sema vimino. Sketi mfuniko, yani mpaka weke kitambaa ufunike. Kwa kijana akiwa anavaa vizuri, akiona wenzake barabarani wamevaa sketi vimino, na yeye anavutiwa. Mtafuta njia wangu mzuri, kiongozi miaka 15, anapoona mambo hayo na yeye anavutiwa. Anapoona vijana wameweka earphone, wameweka masikioni, na yeye anavutiwa bila kujali wimbo gani unapigwa, na yeye anaanza kusikiliza. Sio hayo tu, michezo mbalimbali mibaya, mitandao ya kijamii, kuangalia picha mbaya zimekuwa zikiwayumbisha watoto wetu.
Mzazi anajitahidi kulea mtoto wake vizuri, anamtunza vizuri, kijana analelewa vizuri, lakini kwa sababu ya kukutana na watu wa ulimwengu walio na mionekano mibaya, na vijana wetu wakiwemo watafuta njia, na wao wanaanza kuvutiwa. Anasahau kuwa yeye ni mwenye makusudi, anaanza kuiga wenzake. Kijana mzuri anayetulia kwenye ibada kama ulivyotulia wewe, anakutana na kijana mwingine anapenda kuongea kwenye ibada, anaanza kumuuliza swali la kwanza, unamwona huyo? Anajitahidi kunyamaza, anamuuliza la pili, anamuuliza la tatu, na yeye kijana anaanza kuongea kwenye ibada. Kwa hiyo yapo mambo ambayo watafuta njia yamekuwa yakitukatisha tamaa na kutusomba. Jambo lingine ambalo yamekuwa yakituharibu watafuta njia ni vishawishi kutoka kwa marafiki. Vipo vishawishi vibaya kutoka kwa marafiki zetu ambao hawampendi Mungu, vishawishi vya pombe, vishawishi vya sigara. Anamwambia vuta tu, nimeweka tu makaratasi nimesokota tu na majani ya mipapai, je, jaribu tu kidogo, na wewe mtafuta njia unachukua, unapiga kamoja fia. Na wengine wamekuwa kiwashawishi hadi mabalozi wetu, mitazamo mibaya, marafiki wabaya. Anakuambia wewe, sikiliza, hauwezi kukaa peke yako, tafuta kadada fulani hivi. Na wewe kweli usipokuwa na akili njema, kwa kuvutwa na mivuto hiyo, na wewe unashawishika. Wanaume hivyo hivyo, wakubwa wanaambiwa, wewe mwanaume unawezaje kuishi na mwanamke mmoja kama mama yako? Naye anasema ni kweli bana, ngoja na mimi niongeze kamoja. Baba tunayemtegemea ndani ya kanisa anaenda kutafuta vimichepuko. Vivyo hivyo hata akina mama basi wasiokujua makusudi yao wanakaa imara, baadaye wanashawishiwa na marafiki zao. Yawezekana wakiwa saluni sijui, yawezekana wakiwa kwenye biashara sijui, wanashawishika na wanarubunika na wanaziacha familia zao. Hao hawatambui makusudi yao. Wangekuwa wanatambua makusudi yao, rafiki hawezi kuyumbisha. Jambo jingine linalowakabili vijana wetu ni majaribu ya kimahusiano mabaya. Leo vijana wetu wadogo wanaingizwa kwenye ushawishi, wanaingizwa kwenye mahusiano mabaya, mahusiano ya vijana wa kiume na wa kike. Vijana wadogo ambao tuliwategemea wawe na makusudi, wajue makusudi yao, wafanye kazi ya Mungu, lakini wewe unashangaa kana kukonyeza kama mtu. Kwa hiyo kana kukonyeza. Naona kukonyeza. Mwingine amekaa kwenye kakona na kukonyeza. Na wengine wanachati. Umeniona? Ananyosha kama mkono hivi. Shemasi unadhani anaitisha bahasha. Kumbe wanaambizana umekaa kwenye kona gani? Shemasi unampelekea bahasha. Nilikuwa tu najinyosha. Kumbe wanachati na mtu, umeniona sehemu gani? Watu wasiojua makusudi tafuta njia mwenye makusudi, baba mwenye makusudi, mama mwenye makusudi, balozi mwenye makusudi, kiongozi mwenye makusudi hawezi kupotea njia, maana anajua kile ambacho anapaswa kukifanya. Jambo jingine ambalo tumekuwa tukikabiliwa nao vijana ni pamoja na kutengwa na kudharauliwa. Sikiliza, Daudi wakati anakuja wakipitishwa wengine, yeye alikuwa ametengwa, yeye alikuwa amedharauliwa. Hata leo baadhi ya vijana wakitaka kusimama kwenye ndani ya kanisa wahubiri wanaambia ninyi vijana kaa pembeni, tunahubiri sisi ndio wenye mimbari. Kama mnataka kuendesha mambo yenu basi mnaweza kwenda kule. Hata Daudi ilikuwa ni hivyo. Ilipofika wakati wake, wakati analetwa, kila mmoja alikuwa anamdharau, maana kwanza kalionekana kametoka machungani, kana majasho, hakafai, lakini Bwana ndiye aliyemwona anafaa. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo hata kwa mabalozi, kwa watafuta njia, kwa wavumbuzi, wanapokuona kama haufai, Bwana ndipo anasema huyu ndiye niliyemchagua. Haleluya. Huyo ndiye aliyekuchagua. Binti, wakati unadharaulika pale kanisani,
wanakuona kama haufai, hauna chochote, hautaenda popote. Bwana anasema huyu ndiye niliyemchagua. Kijana wa kiume, unapoonekana hauna chochote, hauwezi kufanya lolote, hauna faida yoyote, Bwana anasema wewe ndiye niliyekuchagua. Kuna watu wanadhani wao ndio waliochaguliwa, aidha kwa mionekano yao. Hata leo nilikuwa naongea na watu nasema, kuna watu wanawahi shule ya Sabato mapema lakini mioyo yao imechelewa. Ni kwa sababu tu walikuwa na usafiri, lakini kama wasingekuwa na usafiri walikuwa wamechelewa, maana walizamiria kuchelewa. Ila kilichowawahisha ni usafiri. Na kuna mwingine alikuwa kwa miguu, alikuwa amewahi tangu tokea nyumbani, hata kama alichelewa kidogo, lakini aliwahi kupitia njia alizozitumia kufika hapo. Hiyo ndio maana halisi tunaposema Bwana anasoma mioyo yetu. Bwana anasoma moyo wa mtafuta njia. Bwana anasoma moyo wa mvumbuzi. Bwana anasoma moyo wa balozi. Bwana anasoma moyo wa kila kiongozi aliyepo hapa. Kwa hiyo Bwana akamwona Daudi alikuwa anafaa, akasema huyu ndiye anayenifaa. Jambo jingine ambalo watafuta njia wanakumbana nalo ni shinikizo la maisha pamoja na masomo. Sikiliza, miongoni mwa kauli nyingi sana zinazopigiwa sauti siku hizi ni kusikia watu wakisema hamna haja ya kusoma maana ajira hakuna, hamna haja ya kwenda chuo kikuu. Sikiliza mtafuta njia, usidanganyike, soma. Asikudanganye mtu hamna ajira akatu fanya hivi. Sikiliza, unapopata nafasi ya kusoma, soma. Ili upate ufahamu wa kujitambua, kama una nafasi ya kusoma, soma. Usidanganyike. Na wengi wanaosema hamna haja tena ya kusoma, fuatilia watoto wao wako nje, wako sehemu nyingine, wanasoma kwa nguvu zote. Ikiwa tunatamani kanisa letu liendelee kujitambua, vijana wetu mbeleni waendelee kujitambua, ni hakika wawe wasomaji. Wawe wasomaji wa neno la Mungu, lakini pia wajitahidi kusoma elimu za dunia. Wawe wana mahesabu, wasome physics, wasome biology, wasome kemia, geography na masomo mengine wayasome kwa nguvu ili walisaidie kanisa letu. Sasa kama hatutasoma tutapata wapi madaktari? Tukienda kambi la vijana mwenzetu akiumia, nani atatutibu? Kama tunadanganyika hamna haja ya kwenda chuo kikuu kusoma, hakuna ajira, tufanye tu wote biashara. Sijakataa tusifanye biashara. Nani atatutibu? Nani atatusaidia? Sikiliza, tukiwa mambumbumbu hamna atakayeenda hata kwenye ofisi za watu, maana ni muoga. Kwa hiyo ninawatia moyo watafuta njia, mnapotoka hapa nendeni mkasome kwa bidii. Kijana mwenye makusudi mtafuta njia anajitahidi aingie kwenye top 10. Sema amina. Amina. Ni aibu mtafuta njia wale wa mwisho 89 Janeti darasa la Mgunduzi. Watafuta njia wetu wanapaswa kujitahidi kusoma kwa bidii ili wapate maarifa ya kumjua Mungu, lakini pia ya kutumika wanapokuwa hapa. Kwa hiyo wanakutana wengi na changamoto hiyo, na wengi wameahirisha masomo yao kwa kisingizio cha kusema hakuna ajira. Sikiliza, ajira zipo, Bwana atakupatia. Hakikisha unatimiza wajibu wako, Bwana hatakuacha. Lakini jambo jingine ni nini? Ni matatizo ya kifamilia. Wazazi wanapotukanana, wazazi wanapogombana mbele ya watafuta njia, wanawaasiri watafuta njia. Kuna baadhi wanakata tamaa, wanasema kama baba ndo mwanasheria tulimtegemea, lakini anampiga mama makofi mbele yetu. Je, sheria inamsaidia nini? Kama mama ndo mwalimu ambaye anafundisha watu wawe na maadili, lakini mama huyu ndo hamlipi hausigero, ndo anamnyima chakula hausigero, ndo anamwagia maji hausigero. Je, walimu una faida gani katika familia yetu? Kwa matatizo ya wazazi wanayoyaonyesha kwa watoto yanawaathiri hadi watafuta njia. Mtafuta njia mwenye makusudi
anaenda inafikia wakati anakwama, maana anawaza hata hiki ninachojitahidi kusumbuka nacho, je, kitasaidia nini? Kama wazazi wangu wenyewe hakijawasaidia, je, mimi kitanisaidia nini? Ninawatia moyo wazazi, nendeni mkazipende familia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine la mwisho ambalo linawakumba watafuta njia kwa leo ni kutokujiamini. Hofu, kushindwa kujiamini, kushindwa kujizuia, mara nyingine na mara nyingine na mara nyingine kurudia dhambi. Tafuta njia anajitoa vizuri, anasema Bwana nisaidie niache hili jambo, anajitoa vizuri, lakini anaporudi tena nyumbani anakumbuka jana nilidokoa kamnofu, ngoja tu niibe mara ya mwisho tu, yani baada hapo siibi tena. Kale kazambi kale kawizi kapeni kule shule, nasema sasa hivi sitaiba tena. Akitoka akirudi shule anasema nadokoa kapeni mara ya mwisho tu. Yule kijana anayeiba madaftari alafu anafuta majina, anafuta majina, anasema sasa hivi nimeacha wizi, nimekuwa mtoto wa Mungu, yani sitaki tena. Akirudi shuleni anakuta tena counter book halina mtu, anaangalia kushoto kulia, anasema nachukua counter book la mwisho tu. Kumbe anarudia kwenye dhambi ya nini? Ya wizi. Na mwingine anaiba hapa vipeni, mwingine anaiba kahela nyumbani wakisahau, anachukua kama 500, akija kanisani anajitoa, anasema mchungaji nimeacha kabisa wizi wa shilingi 500 nyumbani. Akirudi tena anakuta wazazi wameweka 1000, anasema ngoja nichukue tu 1000 mara moja ya mwisho tu. Kwa changamoto za kurudia dhambi na kurudia dhambi, sikiliza, na ukiendelea hivyo utakuja kuchomwa moto na shetani. Sema moto. Hebu mwambie nataka huyo mwambie moto. Kuchomwa. Wezi. Mimi simo. Hizo ndizo changamoto ambazo baadhi zimekuwa zikiwakumba. Ninayo habari njema kwenu watafuta njia. Mungu haoni kile wengine wanachoona. Wakati Daudi wanamuona hafai, ni kijana legelege, ni mchafu, Mungu anamuona kama kiongozi mzuri. Sikiliza, wakati wenzako wanakucheka hili nalo halijui hata kupiga mguu pande mguu sawa, Mungu anakuona kama jemedari mkuu wa jeshi. Wakati wengine wanakuona wewe tu ndio kama haufaifai darasani, yani kama hauelewelewi, Mungu ndio anakuona lecturer mkuu wa chuo chetu cha Adventista wa Sabato. Usibweteke. Watu wakikwambia wewe hauwezi, ni kweli mimi siwezi tu, siwezi. Wakikwambia wewe hauwezi, hafai, waambie sikiliza, kwa neema ya Yesu ninafaa na nitaweza. Wazazi, natamani maneno haya mwatamkie watoto wenu kila wakiondoka kwenda shule. Watamkie watoto wako mambo mazuri, waambie mwanangu wewe ndio nakutegemea, utakuwa daktari mkubwa. Bahati mbaya sasa wazazi, mtoto anapoenda na leo kajichafue. Eti baba, si unatafuta sabuni, na leo nenda ukagalagale kwenye matope. Na kwa kweli kwa neema ya Yesu mtoto anaenda kugalagala. Maana ndio lilikuwa ombi lako. Asubuhi badala ya kumwombea awe mhasibu mkubwa, awe mchungaji, awe mhubiri, unamwambia na leo kagalagale, kadondoke kwenye matope. Sasa yeye afanye nini? Na yeye anaenda tu hatua 2 3 anateleza, anagalagala kwenye nini? Matope. Natamani wazazi watamkieni mema watoto wenu. Natamani watamkieni mazuri Pathfinder. Sio tu kuwatamkia mambo mazuri, mwanunulie na sare nzuri. Amina. Kuta mzazi anamnunulia mwanae suti ya 1,500,000, lakini mtoto hana hata baleti. Na mzazi analizika tu na kaza mwe topikuni. Mtoto anakuangalia huu mwendo au. Kwa hiyo tuwatamkie mambo mazuri watafuta njia, lakini pia watafuta njia watimize wajibu wao, wafanye vizuri na vizuri na vizuri ili Bwana awabariki. Haleluya. Ndio, na mimi nikiwaangalia hivi naona baadhi yenu watafuta njia mtakuwa madaktari wazuri. Nitakuwa nimezeeka kipindi hicho, natembea inawezekana na mkongojo, nikija nasema huyu ndio mchungaji siku moja tulikuwa naye, na mtanitibu vizuri kwa jina la Yesu.
Alafu wengine naona walimu wazuri, wengine namuona atakuwa ni trafiki mzuri, anaongoza yale maandamano, anawasimamisha wenye magari. Pathfinder mmoja nakumbuka na yeye alivyokuwa anatembea, natamani we miongoni mwao. Na mwingine namuona yawezekana ni askari mzuri, yawezekana mwalimu mzuri, mfamasia mzuri, mchoraji mzuri. Kila mtu ninamuona katika siku ya leo ya Tafuta Njia. Kwa hiyo watu wengine wanapokuona kama unapoteza muda, sikiliza, Yesu anakuona kama kijana wake mwaminifu anayekutegemea ili utimize majukumu yake. Jambo jingine, mafanikio ya kudumu huanza kwa asili pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alianza mafanikio yake pole pole, akaanza kuwaua dubu, akaanza kuwaua simba, kidogo 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 kidogo. Yale ya kumuua Goliati yalikuwa mafanikio ya nje, alikuwa amekwisha kuanza mafanikio. Leo kuna familia wakinunua tu skrini, tutajua kanisa zima. Atapanda boda kwenda kwa hii, nimenunua inchi 55. Wewe acha tu sasa hivi. Yaani Evermore tutakaisha kwenye Evermore. Kumbe mnazijua Wangapi wanazijua? Kwa hiyo kuna familia zingine mafanikio kidogo tu wameshatangaza. Yaani kakitu kadogo tu, yaani kununua tu kasimu ka Itel ukoo mzima unajua. Sikiliza watafuta njia. Mambo ya kifamilia hatuyatangazi kwa watu. Sikiliza vizuri, shika sikio, shika sikio mtafuta njia. Mambo ya kifamilia hatuyatangazi nje. Kama wazazi wako hawajakwambia ukatangaze, nyamaza kimya. Mkinunua masofa ya kwenu kalieni. Mkinunua kitanda kipya cha kwenu. Mkinunua friji la kwenu. Tena muwe mafriji yanayogandisha. Haleluya. Unajua friji yanayogandisha watu hawaongei. Yaani mambo yao yanabaki ndani kwao. Watu watakuja kuona mafanikio ya nje siku mkiwa na nyumba nzuri, siku mkiwa na magari mazuri, kumbe yapo mafanikio mlianza mkiwa wapi? Ndani. Wengi tunakwama kwa sababu ka kitu kadogo tu tunatamani kila mtu ajue. Yaani ka kitu kadogo tu kila mtu ajue kwamba tumeweza. Jambo jingine tunapoelekea kuhitimisha, kila mtafuta njia mwenye makusudi humtumaini Mungu. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza 17 mstari wa 45, Daudi anamwambia Goliati, sikiliza, Samueli wa kwanza 17:45, anamwambia, wewe unakuja na silaha nyingi, sikiliza, mimi ninamtumaini Mungu. Natamani watafuta njia wazuri tumtumaini Mungu. Tunapotishwa na mambo ya dunia tumtumaini Mungu. Tukiamka siku moja nazi imepasuliwa kwenye biashara za mama anaogopa, wewe sema, Baba ninakushukuru wametuletea nazi ya kuunga, kusanya, piga buti, endelea na biashara. Haleluya. Kama nao natamani kwa namna hiyo, kwamba wakati wengine wanaogopa, wewe uwe mtafuta njia mwenye kusudi, atakayesimama imara, ambaye haogopi, hateteleshwi. Wakati wengine hawana amani, awe kijana mzuri. Lakini pia natoa wito mwingine kwa wazazi. Inawezekana natamani uwatunze watoto wako vizuri. Bwana akusaidie. Tunza watoto wako vizuri, na wewe simama pia tunapoenda kuomba. Wakati tunaimba wimbo wetu namba 73 na kaza mwendo mbinguni, wale marafiki zangu tuliokuwa tukiimba wimbo namba 73, tuwai hapa tuje tuimbe huo wimbo namba 73 na kaza mwendo mbinguni. Kila siku napanda juu, Bwana nikisafiri aniongoze. Wimbo namba 73 na kaza mwendo mbinguni. Karibu sana. Wakati wanaimba nitatoa wito wa aina mbili. Nitaomba kama yupo mtafuta njia ambaye alikuwa hajabatizwa, au baba au mama anayetamani kujitoa kwa ajili ya ubatizo siku ya leo. Haijalishi atabatizwa lini, lakini kama yupo miongoni mwetu, inawezekana ni baba, ni mama, ni kaka, ni dada, anaweza kusogea hapa. Lakini pia yupo mwingine, yawezekana anatamani leo tumuombee, lipo jambo fulani la malezi ya watoto wake, anatamani Bwana amsaidie katika malezi ya watoto wake, naye pia atapita mahali hapa. Kwa sababu sehemu ni ndogo, nitaomba tu watu wa aina hiyo mbili. Wale ambao watatamani kujitoa kwa ajili ya ubatizo watapita mahali hapa, lakini yule ambaye yuko serious
natamani Bwana amsaidie katika malezi ya watoto wake, naye atapita mahali hapa. Na baada ya hapo tutakuwa tukielekea kuomba na nitamwalika mchungaji Dutu na yeye atakuwa mahali hapa. Karibuni kwa ajili ya kuimba. Kila siku napanda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu, Bwana uniinue. Asante, wapokee kwa imani hata mbinguni juu. Na wote ambao walikuwa wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wiki ijayo tuna ubatizo kanisa la Mbagala, wote karibuni hapa mbele, wote njoni hapa kwenye kivuli, msifungue sana, njoni tu hapa. Songeni hapa wote ambao walikuwa wamekwisha kujitoa kwa ubatizo na wale wanaojitoa leo, karibuni. Kukaa hapa lipo shaka, wengine wapenda chini, nia yangu ni kupanda. Bwana uniinue juu kwa hata mbinguni juu kuliko dunia, Bwana uniongoze juu. Nataka kupanda juu, nisishindwe na kwa imani nasikia sauti ya washindaji. Bwana Imba kwa sauti. Inue juu kwa imani hata mbinguni juu kuliko dunia, Bwana uniongoze. Tunapoenda kuimba beti la 3, niombe kama kuna mtu alikuwa amesalia. Baada ya hapa tutaenda kuomba. Kupanda juu, twende. Kupanda juu unataka ni uone utukufu hata mwisho. Nitaomba Bwana uniongoze juu, Bwana uniinue juu kwa imani hata mbinguni juu kuliko dunia, Bwana uniongoze juu. Wapendwa watafuta njia pamoja na wazazi na watu wengine, sisi tumeitwa kwa ajili ya kusudi maalum. Watafuta njia tunalo kusudi, na kusudi kubwa ni kumtangaza Yesu tunapomngoja mara ya pili. Hatuna kusudi jingine, ni pamoja na kujinyenyekeza kwa watoto wema, watoto watiifu, watoto safi ambao Yesu atajivunia kwetu. Na kwa maana hiyo, sherehe za leo zisiwe tu sherehe za uvishaji, bali ziwe sherehe za kujiandaa kwa ajili ya sherehe kuu ijayo tena, ambapo Yesu atakuja kutuchukua twende juu mbinguni. Katika jina lake Yesu, amina. Karibu mchungaji, taomba na mimi nitaomba. Basi tuombe.
Baba Mungu wetu mtakatifu uliye mwaminifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya sabato ya leo. Imekuwa sabato ya mbaraka mkubwa sana na imeendelea kuwa mbaraka sana katika maisha yetu. Mbele yako mtumishi wako umemtumia kwa namna ya pekee, nasi ametukumbusha mambo kadha wa kadha ambayo kanisa kwa ujumla imelala, wazazi wamelala na watoto wamelala. Na kwa sababu umeleta mafunuo mapya, turuhusu sasa Yesu tutembee pamoja na wewe hatua kwa hatua. Hata wale wazazi waliosinzia waamshe, wafanye kazi ulioikusudia kwa zamu yao. Wengine wamekuja hapa mbele, huenda kuna mambo yanawatesa kwenye malezi, lakini kwa sababu wamekuja wenyewe hatua kwa hatua, ni kwa sababu wanahitaji msaada kutoka kwako ili waweze kulea. Liko kundi kubwa hapa la watoto wako Pathfinders ambao leo ni siku yao maalum, na umewaita kwa makusudi makubwa wawezeshe kutembea katika mwito mtakatifu uliowaitia. Tunaomba kwa ajili ya vision, malengo, ambition walizonazo. Wengine wanatamani kuwa madaktari, wengine kuwa marubani, wengine kuwa mainjinia. Hatuwaombei kuwa mainjinia, hatuwaombei kuwa madaktari peke yake, tunawaombea kujue kwamba wewe ndiwe Mungu wa maisha yao. Na watakapokuelewa kwamba wewe ni Mungu wa maisha yao, mambo mengine utawatendea. Na utakapokuwa ukiwatendea, tunawaombea wasiache imani katika mafanikio watakao kuwa nayo, wadumu kuwa upande wako siku zote za maisha yao. Tunaomba kwa ajili ya ambassadors walioko hapa na vijana wengine, nao ukabariki wanapokuwa kusimamia kazi uliowaagiza, watende kwa utukufu wa jina lako. Naungana na maombi ya mtumishi wako anayoendelea kuomba. Tubariki siku ya leo, tuomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Baba Mungu uliye mbinguni, wale wote waliojitoa kubatizwa kwa maji, tunaombea ukawabatize kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kabla hawajaingia kwenye kisima, wawe tayari wamekwisha kubatizwa. Watafuta njia wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali wakaja hapa kuabudu wewe, tunawaombea ukawashike na kuwakumbatia kwa mbawa zako. Kwa kuwa hawa ni vijana wenye kusudi, tunawaombea Yesu, makusudi uliyowawekea waifanye kazi yako yasipunguke katika maisha yao. Lakini leo tunaombea wazazi ambao wamekuwa wavumilivu wakiabudu pamoja nasi. Yesu, usiwasahau katika maisha yao, wabariki sana. Wale waliokuja hapa wakitamani katika malezi yao, uwasaidie ili walee pamoja na wewe. Yesu, tunaombea usiwapungukie. Wale walimu waliojitoa sana siku ya leo, walimu watafuta njia, wa mabalozi, wa wavumbuzi, wakaja na watoto walihangaika, na wengine hawakulala vizuri siku ya leo, ninawaombea Yesu bila kuwataja majina yao, kwa kuwa wewe wajua majina yao, ukawabariki sana, ukawatimizie mahitaji yao. Wanapokuwa wakibarikiwa wavumbuzi na mabalozi na watafuta njia, usiwasahau walimu wao. Lakini viongozi wa kanisa hili la Mbagala, kwa namna walivyojitoa hadi kukamilisha maandalizi haya, nao tunawaombea pamoja na washiriki wao, kawabariki sana. Amina. Wanaporudi nyumbani, urudi pamoja nao. Amina. Tusaidie tunapoanza mwaka mwingine watafuta njia. Yesu, tuwe walezi wazuri wa watoto wetu. Amina. Watoto wetu wanalia, hawaoni upendo wa baba, hawaoni upendo wa mama. Wazazi wako bize na shughuli, hawako karibu na watoto. Tunawaombea, rejeza mioyo zao ziweze kuelekeana. Amina. Ili waishi kwa upendo, wapende familia zao. Amina. Na kisha utuandae kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Asiwepo hata mmoja atakayeachwa, lakini Yesu, neno lako likaendelee kutuongoza. Tufanye kwa wasomaji wa maandiko, waelewa, wenye maombi, tukijiandaa kwa ajili ya safari yako. Amina. Ulinzi wako kae na kila mmoja wetu katika jina lako Yesu. Amina. Bwana awabariki sana katika jina lake Yesu. Amina. Wema wako Bwana unatuongoza kukujua wewe unavyotupenda.
nasi. Tupe Roho wako awe kiongozi, atufunze kutii sheria yako. Roho wa zamani, tuongoze leo kama ulivyowaongoza wazee wa zamani. Tupe Roho wako awe kiongozi, atufunze kutii sheria yako. Roho wa zamani, tuongoze leo kama ulivyowaongoza wazee wa zamani, wenye furaha hata huzuni. Wewe uko nasi, wenye furaha hata huzuni. Wewe uko nasi. Angalia muda, kama utakuwa umeshafika basi tutahamia kwenye zoezi la uvishaji. Mungu, wewe uliumba mbingu na dunia kwa umoja, ndege na wanyama watambao, vyote ni mali yako Bwana. Mungu wangu, wewe uliumba mbingu na dunia kwa umoja, ndege na wanyama watambao, vyote ni mali yako Bwana. Twakushukuru, twakuinua Bwana, milele twakutukuza, twakusifu siku zote za maisha yangu. Twakushukuru, twakuinua Bwana, milele twakutukuza, twakusifu siku zote za maisha yangu. Na shetani haachi kudanganya wale wanaopata njia zake,
hakuna jambo lisilowezekana. Kwake Yesu tuko salama, na shetani haachi kudanganya wale wanaofuata njia zake. Hakuna jambo lisilowezekana. Kwake Yesu tuko salama. Twakushukuru, twakuinua Bwana milele, twakutukuza, twakusifu siku zote za maisha yangu. Twakushukuru, twakuinua Bwana milele, twakutukuza, twakusifu siku zote za maisha yangu. Wana wa Israeli walivyovuka bahari ya Shamu, Mungu mwenyewe aliwaongoza, ni neema tu hadi wakavuka. Kumbuka wana wa Israeli walivyovuka bahari ya Shamu, Mungu mwenyewe aliwaongoza, ni neema tu hadi wakavuka. Je, imani yako umeiweka wapi? Kwa Mungu wetu au kwa wanadamu? Amini leo, huyo Mungu wetu atakuwa nawe siku zote. Je, imani yako umeiweka wapi? Kwa Mungu wetu au kwa wanadamu? Amini leo, huyo Mungu wetu atakuwa nawe siku zote. Lakini leo kuna watu wengi wanaokwenda kwa waganga wa jadi, hawatambui Yesu ndiye njia. Amini tu nawe utavuka. Lakini leo kuna watu wengi wanaokwenda kwa waganga wa jadi, hawatambui Yesu ndiye njia. Amini tu nawe utavuka. Imani yako umeiweka wapi? Kwa Mungu wetu au kwa wanadamu? Amini leo, huyo Mungu wetu atakuwa nawe siku zote. Imani yako umeiweka wapi? Kwa Mungu wetu au kwa wanadamu? Amini leo, huyo Mungu wetu atakuwa nawe siku zote. Bwana ni ngome ya uzima wangu.
Mwokozi atakusaidia kuelewa kuwa tofautiana, kuwa na mtazamo chanya tu. Nasikia sauti nzuri za watakatifu wa Mungu, ng'ambo ya mto wanamsifu Mungu kwa wema wake wote. Nasikia sauti nzuri za watakatifu wa Mungu, ng'ambo ya mto wanamsifu Mungu kwa wema wake wote. Mtakatifu, 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 Mungu Mwenyezi, wastahili heshima, utukufu na uwezo. Wewe Mungu ni mkuu, umetenda maajabu, wastahili heshima, utukufu na uwezo. Wewe Mungu ni mkuu, umetenda maajabu. Natamani kuwepo pale na watakatifu wa Mungu, ng'ambo ya mto wanamsifu Mungu kwa wema wake wote. Natamani kuwepo pale na watakatifu wa Mungu, ng'ambo ya mto wanamsifu Mungu kwa wema wake wote. Mtakatifu, 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 Mungu Mwenyezi, wastahili heshima, utukufu na uwezo. Wewe Mungu ni mkuu, umetenda maajabu, wastahili heshima, utukufu na uwezo. Wewe Mungu ni mkuu, umetenda maajabu. Mtakatifu, 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 Mungu Mwenyezi, wastahili heshima, utukufu na uwezo. Wewe Mungu ni mkuu, umetenda maajabu, wastahili heshima, utukufu na uwezo. Wewe Mungu ni mkuu, umetenda maajabu. Tunabudi kumsifu Mungu kwa yale yote aliyotutendea, kwa upendo na fadhila zake Bwana apaswa tukuzwa milele zote. Hatuna budi kumsifu Mungu kwa yale yote aliyotutendea, kwa upendo na fadhila zake Bwana apaswa tukuzwa milele zote. PFC, Mungu atuinde, atuepushe na mambo ya dunia, pigana vita vile vya imani, kazi ya Mungu tuimalize. PFC, Mungu atulinde, atuepushe na mambo ya dunia, pigana vita vile vya imani, kazi ya Mungu tuimalize.
leo twatamka tena tukiwa na furaha, kwani tukishirikiana sote pamoja kazi yake Mungu tutaimaliza. PFC leo twatamka tena tukiwa na furaha, kwani tukishirikiana sote pamoja kazi yake Mungu tutaimaliza. PFC Mungu atulinde, atuepushe na mambo ya dunia, pigana vita vile vya imani, kazi ya Mungu tuimalize. PFC Mungu atulinde, atuepushe na mambo ya dunia, pigana vita vile vya imani, kazi ya Mungu tuimalize. Naamini siku moja ndoto itatimia, nasema ndoto, ndoto, ndoto. Naamini siku moja itakuja kuwa, ni ndoto yangu kuishi na Mwokozi kule mbinguni kwa furaha, nikamuone Musa, Elia, watakatifu na malaika. Mwokozi wangu alonifia, siku hiyo nitamwona. Nikamuone Musa, Elia, watakatifu na malaika. Mwokozi wangu alonifia, siku hiyo nitamwona. Natamani kuimba wimbo ule Musa na mwana-kondoo, siku ndoto ikitimia, nitamsifu Mwokozi. Natamani kuimba wimbo ule Musa na mwana-kondoo, siku ndoto ikitimia, nitamsifu Mwokozi. Jamani, ndoto, 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 naamini siku moja ndoto itatimia, nasema ndoto, 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 naamini siku moja itakuja kuwa, siku moja ndoto ikitimia, hakika kwangu ni furaha, na gari la moto kama Elia, niwangani nikizunguka, siku ya saba nitaingia, mengi sana nitaona, na gari la moto kama Elia, niwangani nikizunguka, siku ya saba nitaingia, mengi sana nitaona. Natamani kuimba wimbo ule Musa na mwana-kondoo, siku ndoto ikitimia, nitamsifu Mwokozi. Natamani kuimba wimbo ule Musa na mwana-kondoo, siku ndoto ikitimia, nitamsifu Mwokozi. Natamani kuimba wimbo ule Musa na mwana-kondoo, siku ndoto ikitimia, nitamsifu Mwokozi. Natamani kuimba wimbo ule Musa na mwana-kondoo, siku ndoto ikitimia, nitamsifu Mwokozi. Sisi wavumbuzi, twafunza daima kuwa waaminifu na kweli kama Yesu siku zote. Sisi wavumbuzi. Wimbo wa watafuta njia. Watafuta njia shujaa, watumishi wa Mungu, na kuwa waaminifu
njia tunaomba. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru mchana wa leo kwa namna pekee tena kwa ajili ya upendo wako mwema kuwa pamoja nasi tangu ibada ilipokwisha hata sasa tunapokuwa hapa kwa ajili ya tukio maalum, tukio ambalo halitasahaulika katika viwanja hivi vya Mbagala, tukio la pekee la kuwatunuku watafuta njia na wavumbuzi nishani, tuzo pamoja na kiapo ambacho hata siku ya mwisho kitatajwa. Twaomba uwe pamoja nasi, na tunaomba kwa ajili ya watafuta njia kwa moyo wa upendo kabisa, maneno haya yatakayotamkwa kwenye chaji, yatakayotamkwa na wewe kupitia mtumishi wako, uyaandike kabisa kwenye mioyo yao, yasisahaulike, yawe ya msaada katika maisha yao ya makuzi hapa duniani, lakini yawe msaada ya kuandaa kuwa watu wazima bora ambao watakuwa faida kwa jamii, ambao watakuwa faida kwa familia, ambao watakuwa faida kwa kanisa, lakini faida kwa ulimwengu. Uwe pamoja nasi, baraka zako na malaika zako watakatifu sasa na washuke kwa kila mmoja, ili tuwe watulivu kwa tukio hili, liguse mioyo yetu kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu, amina. Sasa tulia, tutaanza hivyo tulivyo, kila mtu atakuwa na chaki yake. Watafuta njia, sema naam, watafuta njia. Hapo ulipo ulivyobana na mguu pande, mguu sawa. Nani anapiga pande anaongea? Mguu pande, mguu sawa. Nyuma bila kuchana cheti, geuka. Sijasema mdomo fungua. Haleluya. Kama unampenda Yesu sema nitanyamaza. Mama wewe bado sema mimi bado. Oho. Haya, wazazi pamoja na watoto wetu wazuri watafuta njia. Nilikuwa nikisikiliza nyimbo, nimesikia nyimbo za wavumbuzi watafuta njia, mabalozi mbarikiwe sana. Nimefurahi namna mlivyoimba na baadhi ya watoto wa vumbuzi waliimba hivi. Sikiliza vizuri. Wewe unaweza kuona ni 6, mimi ni 9, basi tusemezane kwa upole. Wangapi waliwasikia watoto? Basi na mimi tusemezane kwa upole kwa wazazi yafuatayo kabla hatujasoma chaji. Namba 1. Wazazi, ninyi mnyamaze nasikize. Wazazi, sema tu wazazi. Tunakoelekea mitindo ya maisha ni mingi mno. Usisumbuke mtoto wako kuanza mtindo wa maisha kwa sasa. Mwache akikua atachagua yeye mwenyewe. Sasa hivi mpatie mavazi yanayomstahili. Namba 2. Kile tunachokiangalia kuna wakati ni hatari kwa watoto wetu. Ngoja niwaulize watafuta njia. Wakati mnaangalia zile movie wakianza mambo ya ajabu, huwa mnafumba macho? Mnakodoa hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo wazazi, niwatie moyo wazazi, mmesikia watoto wenu, endeleeni kuwaombea, lakini pia sio salama sana kuwafungulia movie ambazo sio salama. Na unaangalia naye mtoto, inafikia hatua mara mambo yale sio salama. Namba 3, sema home privacy. Sema home privacy. Wazazi, kuna mambo mengine ni ya kifamilia yanapoonekana sasa haya sio ya kuongea mbele ya watoto, muende sehemu nzuri muongee, alafu pawepo na privacy kwa ajili yenu. Na namba 4, sema Namba 4 ni kwa ajili ya walimu wenzangu. Tunapofundisha watoto tunawatia moyo kuzidi kuwa waaminifu, ili basi tuwe na tuzo njema tunakoelekea. Sio salama sana kwa walimu kuonekana baadaye tukiwa na ngonjera na vitu vingine. Sasa baada ya hapo, chukua cheti chako, chukua chaji yako, alafu ni seme machache, kisha mtanisikiliza. Si nikikuona unaongea na ruhusiwa kurudisha si ndio?
Haya, weka chaji yako hivi. Aliyeko juani atoke, bado kuna nafasi huko kivulini. Haya, sawa, ni waombe wakurugenzi mwahi kuwaletea watoto ili kila mtoto awe na chaji yake. Kuna jambo hapa nilitaka niongee. Watafuta njia, sema ehe. Kimona mwenzako anaongea nifanyie hivi. Usiongee, nifanyie tu hivi. Wow, ninyi watoto wazuri, sema amina. Good. Wakati tunaendelea na uvishaji, naomba niseme machache. Vifaa vyetu tunamshukuru Mungu vimefika, lakini basi kwa bahati mbaya baadhi ya vifaa vichache wazazi havikufika. Tulitamani vifike ili kila mtoto atoke akiwa amevishwa vitu vyote, lakini basi kwa bahati mbaya kuna baadhi havikufika. Kwa kweli uongozi umejitahidi kwa namna ya pekee kufuatilia. Walimu wenu wakiondoka hapa wasiondoke wanalaumiwa, wamejitahidi kufuatilia. Vivyo hivyo wachungaji nao tumejitahidi kufuatilia. Mkurugenzi naye amejitahidi kufuatilia ili watoto wakiondoka waondoke wakiwa na vitu vyao. Lakini kwa bahati mbaya baadhi ya vitu havikufika. Kwa kuwa pia tumefundishwa kuwa wavumilivu, wastahimilivu, ninaomba pia katika hili tuendelee kuwa wavumilivu. Amina. Itakapofika wakati kila mtu atapatiwa haki yake, sema haki yangu nitaipata kwa kuvumilia. Wangapi watakuwa wavumilivu kama mimi? Nawapenda sana watafuta njia. Kwaona wazazi mtuie lazi kwa hilo. Walimu wamejitahidi, wakurugenzi wamejitahidi, na sisi tumejitahidi, lakini kwa bahati mbaya hivyo vifaa hatukuvipata. Kwa hiyo tuna baadhi tu ya vifaa kama chaji, tuna tuzo, tuna nishani, tuna vyeti vya nishani, tuna vyeti vya tuzo, lakini pia na chaji hii ambayo tutakuwa nayo hapa, lakini kwa bahati mbaya hatukupata pini. Kwa hiyo basi tuone tu hivyo kwamba tutajitahidi, na vingine ambavyo hamtapewa hapa baadaye mtapewa. Sema baadaye tutapewa. Wangapi wanaamini Mungu akisaidia watapewa? Wow, safi sana. Asante sana. Sasa wakati mkiwa tayari wakurugenzi na waratibu mniambie ili tuanze hili zoezi. Angalia vizuri. Cheti hiki kinatolewa na vitu vyote vitakavyotolewa vinatolewa na mwenyekiti wa conference yetu ya Kusini Mashariki mwa Tanzania. Kupitia kwetu sisi ametukaimu tu tuje tufanye hili zoezi. Kwa hiyo mwenye mamlaka ya kutoa hivi ni yeye, na kwa maana hiyo naomba nisome yafuatayo. Kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya Kusini mwa Tanzania, idara ya vijana, chaji. Hakikisha unaangalia hapo naye yasoma. Umefikia wakati ambapo uko tayari kupokea cheti chako kinachowakilisha taaluma ulioipata kupitia idara ya vijana ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Cheti hiki unachokwenda kukipokea leo ni ishara ya kanisa kuthamini juhudi zako za kujifunza na uvumilivu wako ulioonyesha tangu mwanzo wa mafunzo haya. Kanisa la Waadventista wa Sabato linakutia moyo uendelee mbele kujifunza taaluma nyingine nyingi zitakazo kusaidia wewe kukua kiroho, kielimu na kijamii, ili unapoishi umpendeze Mungu na wanadamu. Sikiliza hapa pabaya kabisa hapa. Ikiwa kwa sababu yoyote ile utachoka kuendelea kuvipiga vita vizuri vya imani pamoja na Waadventista wa Sabato wenzako, basi utapaswa kurudisha cheti hiki kwa kanisa unaloabudu au lolote litakalokuwa jirani yako. Hata hivyo, ni imani na ombi letu kuwa Bwana ataendelea kukupigania na kukulinda hadi mwisho wa safari yetu, tutakapouona uso wa Yesu na kufurahi pamoja naye milele zote. Sikiliza, ikiwa hili ndio ombi lako, basi fuatisha maneno yafuatayo. Chukua chaji yako. Mimi, utasema jina lako kwa sauti nione nani ataongoza. Haya. Mimi
Unataja majina matatu. Mimi. Asante. Haya, unafuatisha. Ninaahidi mbele za Mungu. Ninaahidi mbele za Mungu. Na mbele za mkutano huu. Kwamba kwa neema ya Yesu nitakuwa mwaminifu kwake na kwa kanisa lake, na nitaendelea kufanya kazi yake kwa juhudi nyingi, kuwaokoa walio dhambini, kulisaidia kanisa kwa juhudi zangu, talanta zangu, mvuto wangu. Mungu nisaidie. Tuombe. Haya, tuombe. Tunaomba. Baba Mungu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya vijana wako watafuta njia. Wamesema kiapo chao cha kutumikia wewe. Tunawaombea siku zote ukae pamoja nao. Katika kundi hili asitokee hata mmoja wa kwenda kinyume na mapenzi yako. Wote tukakue tukikupendeza wewe pamoja na wanadamu. Tusaidie kuyashika tuliyojifunza na yale tutakayojifunza zaidi. Tukawe watu wema na watakaolisaidia kanisa wakati tunakungoja wewe kurudi mara ya pili. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Bwana awabariki sana. Nampenda sema sipigi kelele. Sipigi kelele. Na nyama za kimya. Wow. Sema amina. Amina. Wavumbuzi nimewapenda. Yaani mnakaa kimya. Haya, bana cheti chako kushoto kulia hivi pa. Bana. Haya, mguu pande. Mguu sawa. Kuna mmoja ameongea. Nimekata max, nimebaki za 92. Mguu pande. Mguu sawa. Nyuma bila kuchana cheti. Geuka. Maana kuna mwingine anataka kuchana cheti. Tuwape amina walimu wetu. Amina. Walimu wetu wanatupenda Ndio. Nani anapendwa na mwalimu wake? Vizuri. Nani huwa anafinywa mara moja kileta ukorofi? Wote watoto wazuri, hamna anayefinywa. Sasa wavumbuzi. Huyo anampunguzia max. Huyo 70 amempiga mwenzake, amefanya mwenzake hivi. Haya. Sasa wavumbuzi, ngoja kwanza geuka hivi wazazi wenu wapige picha walizike, alafu ndio mnigeukea. Nyuma, geuka. Haya, tabasamu mama akuone. Tabasamu sasa. Umemwona mama? Hapo mpiga picha huyo. Sio mimi yule. Wazazi sitaki kwa nyima amani. Mkimaliza wazazi sasa mseme, ili sije mkasema hata picha hatukupiga. Mzee nikuombe sasa, una PF. Mzee uliye na PF, mzee wangu njoo huko. Wanaosimama hapo ni wenye adventure peke yao. Mimi tu kwa sababu sikubeba za adventure leo. Wengine wote wanaokaa hapa ni wenye adventure peke yao. Haya, na kameramani ukisogea hapa hakikisha umevaa adventure. Haya, nyosha cheti chako juu hivi. Yaani nini wajanja. Haya, nyosha kama maua, pepea. Sema amina. Sema sisi ndio wavumbuzi. Tumekuja kwa ajili ya PF. Haya basi, mgeukie kwangu sasa. Wow, nafikiri picha zimepigwa za kutosha. Tuendelee na mambo yetu, si ndio? Sasa marafiki zangu, kuna mmoja ameongea. Nani? Hebu sikusikia vizuri. Ilikuwa ni nyuki wanapita nalia. Wameenda. Haya. Sasa marafiki zangu wavumbuzi, sema na sisi tunaenda kupata hii chaji. Chaji maana yake nini? Tunamwahidi Mungu tutafanya kazi pamoja naye. Tunamwahidi Mungu tutafanya kazi pamoja naye. Tutafanya kazi pamoja naye. Tutafanya kazi pamoja naye. Haya, vizuri. Wavumbuzi wazuri hawaongei,
wakiwa hapa mbele wanatulia, si ndio Haya, naomba tusikilize sasa kama hamna shida. Nani amekosa chaji kabla sijaanza? Wote mnazo? Wavumbuzi mko vizuri. Sema amina. Shika chaji yako hivi. Sogeza hivi. Hivi. Usimkinge mwenzako, sogeza hivi. Hivi chini hapa. Anza kusoma kielimu na kijamii ili unapoishi umpendeze Mungu na wanadamu. Ikiwa kwa sababu yoyote ile utachoka kuendelea kuvipiga vita vizuri vya imani pamoja na Waadventista wa Sabato wenzako, basi unapaswa kukirudisha cheti hiki kwa kanisa unaloabudu au lolote litakalokuwa jirani yako. Hata hivyo, ni imani na ombi letu kuwa Bwana ataendelea kukupigania na kukulinda hadi mwisho wa safari yetu, tutakapouona uso wa Yesu na kufurahi pamoja naye milele zote. Ikiwa hili ndio ombi lako mvumbuzi, basi fuatisha maneno yafuatayo. Haya, angalia kwenye cheti chako. Nikisema mimi, unataja majina yako matatu. Amina. Haya, naanza. Mimi. Wadada peke yao. Mimi. Wow, wakaka peke yao. Mimi. Haya, asante. Ninaahidi mbele za Mungu. Nafuatisha. Ninaahidi mbele za Mungu na mbele za mkutano huu kwamba kwa neema ya Yesu nitakuwa mwaminifu kwake na kwa kanisa lake, na nitaendelea kufanya kazi yake kwa juhudi nyingi, kuwaokoa walio dhambini, kulisaidia kanisa kwa juhudi zangu, talanta zangu na mvuto wangu. Mungu nisaidie. Haya, asante sana Pastor Dutu, kama uko karibu. Pastor Dutu kama yupo karibu, pastor wangu. Basi kama hayupo niendelee. Baada ya hapo sasa wavumbuzi tunafumba macho, si ndio Haya, mikono yetu hivi. Na wapenda wavumbuzi, weka mikono hivi. Haya, twende. Baba Mungu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya wavumbuzi hawa. Wametaja mbele zako na mbele za mkutano huu kwamba kwa neema yako watajitahidi kuyaishi yale waliojifunza, wanaoendelea kujifunza na watakayojifunza zaidi. Tunawaombea ukawalinde, ukawakinge kwa mbawa zako, hata watakapokuwa wakiondoka hapa kurudi nyumbani kwao, badiliko kubwa likaonekane katika maisha yao. Waandalie kazi nzuri, waandae kwa ajili ya utumishi wako. Wapatie afya njema, uwalinde. Wala ambao wanakutana na changamoto mbalimbali, Yesu kawasaidie watoto hao, ukawe pamoja nao katika jina lako Yesu, amena. Karibu tena. Haya, punga cheti chako. Asante sana. Amen. Baada ya hapo, ni kwa sababu muda wetu nao unakimbia sana, niwaombe wakurugenzi ndio watakaobaki hapa. Wengine wavumbuzi wote kwa nizamu, sema kwa nizamu. Kukatia hapa peke yao, hapa kulia, geuka, kwenda kukaa, tembea. Haya, twende. Ninyi tulia. Tembea. Haya, hapa tulia.
Haya, wazazi naomba mpishe hapo, mwasaidie watoto wapite kwa haraka. Wazazi tafadhali. Haya, tunakuja upande huu kwangu. Geuka kwangu. Mguu pande. Mguu sawa. Kulia. Geuka. Kwenda kukaa, tembea. Asante. Baada ya hapo, kwa vile leo ni siku ya watafuta njia, shika chaji yako, simama na sisi tupigiwe kimoja cha kushangilia. Utapunga cheti chako. Amina. Haya, twende. 1, 2, 3, twende. Punga cheti chako. Amen. Sasa wewe utaona leo utakachofanywa ukirudi nyumbani. Mtulie. Wapendwa wazazi pamoja na walimu wote, kwa namna ya pekee sana tunawashukuru kwa ajili ya kufanikisha zoezi letu hili ambalo limekuwa mahali hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbagala. Kwa namna ya pekee nianze kumshukuru tena mchungaji wa mtaa huu. Bwana akubariki sana, pamoja na wazee wa kanisa kwa kuratibu jambo hili. Ni kweli kwamba mmefanya kazi njema ambayo imetukuka, na Bwana awabariki sana. Walimu, tutakapofika kule makanisani kwetu, tumewaachia hivyo vifaa ili angalau na wale kwa bahati mbaya hawakufika leo wakavishwe pamoja na vijana wengine. Kwa vile ambavyo hatukuwavisha hapa, mkifika makanisani nendeni mkawavishe, ila msiende kusoma tena hii chaji. Hii imeshasomwa, hautakiwi kuirudia tena. Jambo jingine niendelee kusisitiza kwa ajili ya watafuta njia. Kuna watafuta njia hawana sare kamili. Naomba nisisitize tena. Tunapaswa kuwa na sare kamili, lakini pia siku za watafuta njia sio siku za kuvaa sare nusu, wala sare ambazo hazijakamilika, wala sketi fupi. Wala ambao wamekuwa sketi zao zimeanza kuwa fupi, tuwagawie wadogo zetu, tushone nyingine. Amina. Mkanda unavaliwa kulia. Leo nimeona vijana wengi wamevaa mkanda umetokea kushoto kwenda kulia, na niliwatoa hapa wakaenda kuvishwa upya. Kwa hakikisha unaposogea hapa, huu mkanda uwe umeuvalia wapi? Kulia. Skafu zetu hazifungwi mafundo, zinawekewa slide. Kwa hiyo niwatie moyo, hakikisheni mkiwa mmevaa skafu zenu ziwe na nini? Slide. Siku nyingine mkija hapa tutawaruhusu. Zile kofia mlizovaa ballet na zingine, hakikisha zina nembo ya watafuta njia. Wazazi, leo tumeongea mengi, naomba tena kusisitiza wazazi, twendeni tukae makini, tuweni na muda na watoto wetu. Tuchunguze mienendo ya watoto wetu. Watoto wetu wanakula nini? Wa marafiki zao ni akina nani? Hilo litawasaidia sana watoto wetu. Tukumbuke mtoto anavyokuwa anakuwa na mawakala 4. Wakala wa kwanza ni wazazi. Kwa tabia ya mtoto anayokuwa nayo huenda ikawa imesababishwa na wazazi. Namba 2, kanisa. Namna kanisa linavyowachukulia watoto na kuwapenda na kuwatunza, ndivyo watakavyokuwa wakilisamini kanisa na kulipenda. Namba 3, shule. Shule ni ya muhimu sana. Nami ninawatia moyo wazazi, kwa kadri iwezekanavyo, pelekeni shule ambazo zina maadili ya Kiadventista, ili watoto wetu wakafundishwe vyema wanapojiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mwisho kabisa ni jamii inayotuzunguka. Marafiki wanaowazunguka watoto ndio wataonyesha tabia ya mtoto wako. Kama marafiki zake wana tabia mbaya, sio muda mrefu watoto wako nao wataanza kubadilika. Hivyo tunawatia moyo wazazi, tuwe makini kujua mtoto rafiki yake ni nani. Ninapoelekea mwisho kabisa, ninawatakia baraka za pekee tunapoenda kuanza tena msimu mwingine wa masomo. Bwana akawatangulie, lakini pia tuombe Mungu atuendelee kutulinda
ili kusudi siku moja tukutane tena kwenye kambi. Haleluya! Na lisiwe kambi tu la hapa duniani, bali kambi la mbinguni. Haleluya! Wangapi wanatamani yawe hayo? Bwana wabariki sana wazazi. Nirudi tena kwa waratibu. Bwana wabariki sana, na kila mmoja wenu aliyefanikisha zoezi hili, Bwana azidi kumbariki sana, atulinde na kututunza katika jina lake Yesu, amina. Haya, nyosha mkono mtafuta njia na mvumbuzi, tuombe. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya wavumbuzi, asante kwa ajili ya watafuta njia na wengine wote waliokuja katika ibada ya leo. Ukawe pamoja nao, uwalinde na kuwatunza. Hata tutakapomaliza programu hizi tukaanza kurudi majumbani, uwe pamoja nasi tena, ututangulie, tufike salama, tufurahie upendo wako katika jina lako Yesu, amina. Asante. Karibu marafiki. Wimbo wa tafuta njia. Wimbo wa tafuta njia ni wimbo unaotakiwa kuimba katika mikutano yote ya tafuta njia, pia wakati wa kupandisha na kushusha bendera. Wimbo wa tafuta njia huimbwa wakati wa tafuta njia wakiwa wamekaa kikakamavu. Wimbo wa tafuta njia una maneno yenye maana kubwa sana. Wimbo wa tafuta njia umegawanyika katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza, tu wa tafuta njia. Hii inamaanisha kuwa vijana wanatafuta njia. Kipengele cha pili, sifa za watafuta njia: kuwa safi, mtii kwa Mungu, mpole kwa kweli. Na cha mwisho ni ujumbe walionao watafuta njia ulimwengu. Maana bendera ya taifa nchi ya Tanzania inamaanisha kuwa nchi kuwa huru. Bendera na rangi 4 na kila rangi na maana yake. Rangi ya njano inamaanisha kuwa ni madini. Rangi ya kijani uoto wa asili. Rangi nyeusi wa Afrika. Rangi ya bluu bahari. Bendera upandishwa saa 12 asubuhi na ushushwa saa 12 jioni. Bendera upandishwa katika matukio mbalimbali. Amina. Sifa za raia mwema ni mtu ambaye kubalika nyumbani, shuleni na hata katika jamii. Mtu huanza kuwa raia mwema tangu akiwa mtoto. Tunatakiwa kuwa raia wema wa hapa duniani na kisha raia wema wa ufalme wa juu mbinguni. Baadhi ya sifa za raia mwema: kuwa mtii, kuwa na ushirikiano na wenzako, kuwa mtu wa kujitegemea, kuwa makini na kuwaza kwa makini, kuwa mtu wa kutegemewa na watu, utii wenye mamlaka. Naelezea kitabu cha Zaburi 23. Mtunga Zaburi 23 ni Daudi. Inajulikana kama Zaburi ya mchungaji. Inapendwa na watu wote. Ina wimbo wa wafadhili. Zaburi 23 ina wimbo wenye beti 3. Beti ya kwanza ni Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3, na beti ya pili ni Zaburi 23 mstari wa 4, na beti ya tatu ni Zaburi 23 mstari wa 5 hadi wa 6. Sifa za mchungaji mwema: kulinda kundi la kondoo dhidi ya wanyama wakali, kupeleka kundi lote malishoni na kuhakikisha ameshiba, kukubali kuacha vitu kwa ajili ya kundi la kondoo, kukubali kutoa uhai kwa ajili ya kundi la kondoo, kuepusha majaribu ya mwovu shetani. Kanuni za chakula bora. Kanuni ya kwanza: kula sawasawa na maagizo ya Mungu. Mwanzo 1 mstari wa 29 hadi 30. Kula vyakula vya nafaka nzima. Kula miti itoayo mbegu. Epuka kula vyakula vilivyokobolewa. Tambua makundi ya vyakula. Kula kundi la chakula kwa muda uliopangwa. Mlo kamili: protini, kujenga mwili, mfano kunde, choroko, anga, maharage. Carbohydrate au nafaka, inafanya kazi ya kutia nguvu mwili, mfano mtama, mahindi, ngano.
matunda na mboga mboga. Inafanya kazi ya kulinda mwili usipatwe na magonjwa. Mfano, mchicha, papai, embe, karoti, matango, kabeji, nyanya na kadhalika. Maziwa yanafanya kazi ya kujenga mwili. Amina. Sherehe za sehemu ya kuogelea. 1. Wakati wa kuogelea unatakiwa uvae mavazi yanayohusika na kuogelea. 2. Wakati wa kuogelea unatakiwa uvae miwani au uzime mdomo wakati wa kuogelea. 3. Kama upo baharini sherehe za usalama wa kuogelea. 1. Wakati wa kuogelea unatakiwa uvae mavazi yanahusika na kuogelea. 2. Wakati wa kuogelea unatakiwa uziwe macho au uvae miwani au mdomo. 3. Kama upo baharini usiku kwenda kwenye kina cha bahari. Usalama baiskeli. Hauruhusiwi kuendesha baiskeli kwenye barabara ya magari kama hujaruhusiwa na wazazi wako. 2. Hauruhusiwi kuendesha baiskeli kwenye barabara ya magari au shughuli nyingi. 3. Hauruhusiwi kuendesha baiskeli sehemu za watembea kwa miguu. Tia alama zote za barabarani. Vaa helmet. Hakikisha baiskeli yako ina kengele. Hakikisha baiskeli yako ina taa. Kama unataka kukunja kona, onyesha ishara ya mkono. Usalama barabarani. Angalia pande zote za barabara kabla ya kuvuka barabara. 2. Wakati wa kuvuka barabara usipite mbele au nyuma ya gari lililoegeshwa bila kuangalia kwa umakini. Vuka mahala palipowekwa alama ya pundamilia. Usikubali kupanda au kushuka wakati gari lipo kwenye mwendo. Usicheze barabarani. Sheria za matembezi. 1. Matembezi ni lazima yapangwe. Matembezi sio mbio. Mtembezi ni lazima awe na afya nzuri. Chukua sanduku la huduma ya kwanza ukiwa kwenye matembezi. Vaa mavazi yanayofaa kwenye matembezi. Vaa viatu vinavyofaa kwenye matembezi. Fuata sheria zote za matembezi. Uwe na adabu na heshima yote ya matembezi. Usitembee mwendo wa kuchosha mkiwa kwenye matembezi. Usalama wa kisu. Kama kisu hakitumiki kiweka kwenye ala yake. Kama kisu kina maji kisiwekwe kwenye ala. Usitumie kisu kama bisibisi. Unapokata kitu kigumu usigonge kisu kwa nyundo. Unapokata kitu usielekeze kisu kwako. Unapokata kitu epuka kutumia goti lako kama benchi au mbao. Hakikisha muda wote kisu chako kina kali. Usalama wa shoka. Namba 1. Hakikisha shoka lako lina makali muda wote. Namba 2. Hakikisha shoka lako halichezi kwenye mpini. Namba 3. Usilaze shoka lako kwenye mpini. Namba 4. Beba shoka lako kwa usalama beba shoka kwa uangalifu na kwa usalama. Namba 5. Hakikisha huko karibu na mtu wakati ukikata shoka. 6. Namba 6. Usitumie shoka kama nyundo. Namba 7. Usitumie shoka wakati ukiwa umechoka. Usalama wa nyumbani.
aliteseka kwa ajili yetu, sisi sote tuokolewe. Kweli ipo siku, kweli nitanyamaza nitakaporudi mavumbini, kaburini. Kweli sitatumika tena, nimtumikieni na nguvu. Ipo siku, kweli nitanyamaza nitakaporudi mavumbini, kaburini. Kweli sitatumika tena, nimtumikieni na nguvu. Haleluya. Praise the Lord, my heart with His love is beaming. I am a child of God. Heaven's golden light over me is streaming. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I have washed my robe in the
He fills the soul with His grace and glory. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I have washed my robe in the cleansing fountain. I am a child of God. Kwa namna ya pekee tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja mahali hapa. Binafsi na washukuru walioandaa wote, maandalizi yote kwa namna yaliyofanyika mpaka tumehitimisha salama. Naombea kila laheri, msafiri salama, mfike salama, na Bwana azidi kuwalinda. Tukutane tena panapo majaliwa. Haleluya! Bwana awe pamoja nanyi katika jina lake Yesu. Amina. Kuanzia mchungaji wa mtaa huu ambaye kwa kweli ametusaidia mambo mengi katika tukio hili. Tunashukuru sana kwa uongozi kwa ujumla kanisa hili kuturuhusu kuwepo hapa katika kanisa hili na katika maeneo haya. Tumekaa kwa uzuri, tumefurahia, wanatanjia wamefurahi, viongozi wamefurahi na walimu wamefurahi. Tunamtukuza Mungu sana kwa ajili ya viongozi hawa ambao wanapenda idara ya huduma za vijana, na kwa niaba ya mkurugenzi pia tunawapongeza sana na kuwashukuru wakurugenzi wa watafuta njia pamoja na wavumbuzi pamoja na watibu wa mitaa pamoja na kanda na wote ambao wameshiriki katika tukio hili na wameleta vijana wao. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunawashukuru wote kabisa, hata
ile brass band ambayo imeondoka kwa namna ya pekee ambayo imefanya vizuri. Lakini kwa kipekee ni shukuru pia kamati ya chakula. Jamani, Mungu awabariki sana. Nishukuru pia kamati ya keki nzuri ya pekee, Mungu awabariki. Lakini bila kusahau ni washukuru mno kwa moyo wa dhati kamati ya zawadi. Mimi kwa mara ya kwanza kabisa leo nimepokea zawadi ambayo tangu nizaliwe sijawahi kuipokea. Kwa hiyo ninawashukuru sana kamati hii ambayo imeona ni vyema kunipa zawadi. Na mimi nimepokea kwa moyo, na mimi nawaombea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nao. Lakini pia niwashukuru watu ambao hawajatajwa, mafundi mitambo. Jamani, Mungu awabariki sana. Mmefanya kazi nzuri, tumesikika vizuri, haujakwama. Watu wa media, Ismail, Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Tunategemea baadaye flash itakuwepo ya tukio zima, kuanzia kwenye maandamano na matukio ya hapa. Itakuwepo master flash ambayo kila atakayehitaji tukio la leo ataiona. Lakini kwenye YouTube tutaweka kwenye group la jimbo, mtakuwa mkiingia mle mtaipata na mtafurahia vipindi vya leo. Kwa ujumla, Mwenyezi Mungu awabariki sana, na mgeni wetu mwakilishi wa mchungaji Pastor Pilipili, Mungu akubariki sana kwa tukio hili. Asanteni sana. Karibuni kwa keki.